za ndoa ikiwemo tamaa na vishawishi na visa na mikasa. Tayari kila kitu ishakwambia. Come on baby, kama muda gani? Basi uwai kidogo, si unajua tena mimi siwezi kula bila wewe. Asante, nakuja mke wangu, nakuja. Okay, poa. Haya, poa. Oya, sikia, unanisikia? Hivi hiyo miguu yako inaenda mbele au unarudi nyuma? Wewe umeniambia dakika 5. Dakika 5 tangu nimekupigia sasa hivi zimpita dakika ngapi? Bwana, kama una sehemu unaenda kula sema. Sio unakaa hapa unanikalisha mimi nafanya niache mambo yangu na kaa kukusubiria wewe. Nadia. Sambo una focus sasa. Nimekuambia dakika 5 nakuja. Sawa. Nimeshasema hivi. Hapa ukija ukuti chakula, naenda kukiweka kwenye dustbin. Nishachoka, siwezi kukaa na poteza muda wangu kwa sababu yako. Wewe unadhani mimi nakaa na kukalia wewe tu peke yako? Bwana utajijua mwenyewe bwana. Wewe vipi? Wewe mtu mzima. Ndio. Achana na mimi. Mimi nikae na bembeza jitu zima tu. Hivi hata kula ni kitu cha kumbembeleza mtu. Itakuwa kazi sasa. Tamaa na vishawishi na visa na mikasa ya usaliti na utovu wa nidhamu bana. Madhara yatokanayo na usaliti na kukosana nidhamu katika Vipi mwenzangu? Mbona asubuhi sana unaelekea? Leo weekend. Asubuhi unaelekea? Nadia. Leo hiyo kuniuliza mimi naelekea wapi? Naelekea huko nakoelekeaga. Sawa, unaelekea huko unakoelekea. Leo ni weekend. Najua kabisa huendi kazini. Sasa kama huwezi kukaa na mimi nyumbani tukajadili hata maisha, si twende huko unakoenda twende wote? Maisha? Wajua Nadia, acha masiara. Tangu lini mimi tukajadili maisha? Wapi? Imeanza lini? Hivyo vitu tulifanya wakati tupo kwenye mahusiano. Ile miezi 2-3 wakati wa ndoa. Ndio tulifanya. Lakini sasa hizi havipo tena. Toka lini paka na panya wakakaa sehemu moja? Mimi wakupanga na wewe? Mimi? Tunapanga nini? Unajua ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Na mengi unanishauriji. Unajua labda nikwambie kitu. Mimi tangia nilipoingia kwenye ndoa
naona kabisa mambo yangu yanaenda ni hivi. Yamenyoka clear kabisa. Na kitu cha kushangaza, riziki ninazopata saizi tofauti na riziki ambazo nilikuwa napata mwanzo kipindi Msimbe. Unajua zamani nilikuwa nashindwa mpaka kuoga. Siwezi kuvaa nguo nzuri nikapendeza. Hata kuchukua tu nguo nijistiri kwamba hii nguo sasa nikipita hata nitaambiwa mambo, hata wewe kaka samani. Lakini saizi huwezi amini, nuru hii. Yaani riziki zinakuja zenyewe. Kwa wala kaka sikwambie mtu. Labda nikwambie kitu ambacho ulikuwa bado hujakijua. Na ndio maana Waswahili wanasema ujana ni maji ya moto. Ndoa inambadilisha sana mtu. Hata Mtume katika hadithi zake anatukumbusha tuwe na ndoa kwa namna ya kufikisha nusu ya dini. Kufikisha nusu ya dini si mchezo. Na labda kwa jambo ambalo hulijui, kwanza unaepukana na mambo ya ajabu ajabu, mfano kama uzinifu, hauwezi kazini tena. Nachokiamini pale mnapokuwa wawili. Zumbe, yaani sasa hivi sikuelewi hata kidogo. Sikuelewi, yaani hueleweki in short. Yaani unakuja nyumbani, chakula huli, hujulikani unaoga wapi, alafu kizingatia hata usiku unisumbui. Kwani una tatizo gani? Sasa Nadia, wewe unielewe mimi au mimi sikuelewi wewe? Swala la kula, mimi nakula sehemu yoyote tu ambayo nakutana na chakula. Yaani nikiwa njiani, kwenye uwanja wa mpira, ofisini, nakula. Swala la kuoga, mimi kwanza kwenye begi langu mimi natembea na mafuta. Mvua ikininyeshia nashukuru Mungu. Mimi kuna muda naoga kazini. Hebu jiulize, wafanyakazi wenzangu wanajua mimi na mke. Yaani nipate stress kazini, stress za maisha, nipambane kukutafutia wewe. Alafu nije nyumbani, nichukue maji nipeleke kuoga, nitafute chakula kilipo. Inawezekana? Pale zinapoungana nyota mbili, na imani hata Mungu anaongeza neema ya riziki. Hata kama kwako nyota ilikuwa imefifia, utatumia nyota ya mwenzio. Sawa. Okay? Kwa hiyo ile mama anapokuwa unatoka mlangoni na kumwaga anaenda kutafuta, anakupa baraka, yani baba nenda katafute baba, tuletee riziki. Basi hata Mungu anaipokea ile dua kwa namna ya wewe kurahisisha riziki yako kuja nyumbani. So ningekushauri sana, yani ili swala inatakiwa ulizingatie sana, marafiki wa kuwa nao. Jaribu kuwa na marafiki ambao wanaweza kukushauri jambo ambalo linaelekea na ndoa na si kupotosha ndoa. Kuna wazee, hata kwa vijana, wapo vijana wanaojitambua kidogo, japokuwa sio sana. Dunia saizi na najua imeharibika. Ni ngumu sana kwa wale wanaoweza kukukumbusha kwa yale unayopotea, yani pale unapopotea kukurudisha kwenye mfumo wa njia, yani wa ulio sahihi. Ni ngumu sana. Kwa hiyo jitahidi sana kuangalia rafiki gani aliye bora kwenye maisha yako, ili mradi utunze ndoa yako. Yaani rafiki yangu, sina rafiki yoyote kwenye mtaa zaidi yako. Yaani marafiki wote naona masnitch tu. Inshallah. Hongera sana. Pia sio mimi tu, wapo ambao wanaweza wakawa na uelewa kuliko hata mimi. Cha msingi hakuna ndoa iliyo ngumu isipokuwa ni maelewano tu. Sasa mimi nitajuaje kama unataka kuoga? Wow. Pengine tunaweza tukasema kungu aliyokufunda wewe hakukufunda vizuri. Laiti kama angekuwa amekufunda vizuri, ungesimamia utaratibu na misingi ya mwanamke. Wewe ni mke wangu mimi, lazima ujue mimi nakula wapi, lazima ujue mimi naoga wapi, lazima ujue each and everything ambayo mimi natakiwa kufanya kwako. Lakini hauna, umepoteza vigezo vya kuwa mke bora kwangu, umepoteza. Hauna Nadia, hauna. Zumbe, wewe huna shukrani. Jana nimeandaa chakula, ulienda kula wapi? Ulitokea? Unataka nifanye nini? Kila ninachokifanya kibaya. Unataka nifanye nini jamani? Nadia, wewe umenibadilisha mimi. Mimi nimekubadilisha? Yes, tabia zangu na utaratibu wangu umeubadilisha wewe. Mimi nimekubadilisha? Binadamu wote huwa watu wazuri sana kabla hawajakutana na binadamu wenzao.
Wife. Njoo sogea kidogo. Shida nini sasa mke wangu? Unajua jinsi ulivyotoka na saizi unavyorudi vitu vili tofauti. Tatizo nini? Unajua mume wangu, bora huu mtaa tuhame. Mimi nimechoka nao kabisa. Yaani mimi siwezi kuendelea kukaa kwenye hii nyumba au mtaa siwezi kuendelea. Sasa umeochoka mtaa vipi yani? Hebu nifafanulishe. Yaani mtaa umeochoka hauna hela, mtaa una marafiki, mtaa una sehemu za kutembelea au mtaa umeochoka vipi? Ni bora hata tuende sehemu nyingine tukatafute sehemu iliyotulia ambayo mtaa wenyewe unajielewa kuliko huu mtaa. Ndio, hebu niambie shida ni nini? Yaani kwa nini umeochoka mtaa ghafla tu? Yaani kwenda kurudi umeisha uchoka. Mimi nimetoka zangu hivi kwa rafiki yangu na nafika hapo kuna kijiwe kimoja hivi. Napita pale wakaka wanaanza kuniita mimi malaya. Sijui mimi nadanga najiuza, sijielewi. Sifai kuitwa mwanamke. Lakini hubadilishwa na tabia za binadamu wenzao. Narudia tena, wewe umenibadilisha mimi. Una lingine? Uzumbe, unajua unavyofanya sio vizuri. Unajua unachonifanyia sio vizuri. Sasa kama sio vizuri, tutavigeuza vikae sawa. Lakini kwa swala la kubadilika, haya ndio maisha yangu. Haya ndio maisha yangu. Na nakwenda nako kwendaga. Zumbe. We, hichi kijiwe cha mabodaboda hapo gereji hapo wanapotengeza pikipiki. Hicho ndio. Sawa. Mimi nikutoe hofu mke wangu, sawa? Hembu hilo swala niachie mimi. Mimi ndo ninajua nitafanyaje. Sawa mke wangu? Naomba urelax usinune. Mimi sipendi kuona unanuna. Na nitachoenda kukifanya kwa hao vijana. Na hisi wewe ndo utaonea huruma. Sawa mke wangu? Sawa. Niko ndani. Haya sawa. Sasa unaendaje shemeji yako unampita? Mambo mengi. Shemu, habari yako? Safi mama, habari? Nzuri, zako kutoka? Tunamshukuru Mungu. Hali gani? Nzuri, shemu, ajambo. Haya shemu, mimi niko ndani. Unajua huu mtaa unadharau sana. Sasa huu mtaa huu bila wapumbavu kuwafanyia tukio, mbona ghafla sasa shehe? Hawezi ukakujua wewe ni nani. Hapana shehe. Usichukue maamuzi ya ghafla, Ngoja. Kuwa mpole kidogo. Shehe, hapana. Mr. Zumbe. Yule mwanamke uliyenitambulisha juzi hapa ni mke wako wa ndoa au ni mchepuko? Sara, mimi siwezi kukutambulisha wewe mchepuko. Yule ni mke wangu wa ndoa kabisa yani. Na Nadia ni mwanamke mzuri sana. Ana kila sifa za kuwa mke. Kwa sababu misingi yake, taratibu za kumhendo mume anazijua. Japokuwa ni mwanamke ambaye kachangamka sana, lakini ni mwanamke safi sana kwangu, sana. Unakumbuka kuna siku nilikwambia nilikutana na wanawake wawili barabarani wanagombana? Aswa, nakumbuka. Na wanawake wenye tabia hizo, ukaribu na mimi, sijui mahusiano na mimi, siwezi. Kwa sababu wenyewe hawajiheshimu, watakuja kuniheshimu mimi. Automatic wao wanajidhalilisha. Mimi siwezi kuwa na mwanamke wa karibu hivi. Siwezi hata siku moja. Sasa kati ya wale wanawake, mmoja wapo ni mke wako uliyenitambulisha juzi. Sara, hapo utakuwa na vitu hivi viwili ambavyo vinakuchanganya. Kitu cha kwanza, unaweza ukawa una njaa. Kitu cha pili,
kuchelewa kwa mshahara, kwa sababu mke wangu Nadia hawezi kuwa na tabia kama hizo ambazo uliniambia. Hawezi, kwa jinsi alivyokuwa anajiheshimu, kwa jinsi alivyokuwa ana care, hawezi kuwa hivyo. Unajua Zumbe, kabla sijamwona wifi yangu nilitegemea ni mwanamke mwenye heshima, kujitambua na mwenye kujua maadili, ila sivyo ambavyo nilivyokuwa namfikiria. Afu sio kwamba sijui na njaa au mshahara umechelewa kutoka. Hapana, mimi ujumbe wangu ulikuwa ndio huo tu. Kesho jamani, jambo tunalo na tunatamba nalo. Yaani hapa nikiangalia kila mtu kakamilisha mchango wake. Yaani ni watu wachache tu ambao wanatukwamisha. Lakini haina shida. Ila mimi nilikuwa na wazo. Unajua ile sare sijaielewa kabisa. Imepauka. Kusema kweli mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini tusingetafuta kijola chetu cha moto tukitambulishe siku hiyo? Ni kweli dada, hicho ulichozungumza. Maana kijola chenyewe kwanza sijakipenda. Kijola kimepauka. Tutafuteni kijola chetu pambe, hadi tukikivaa kila mtu atakayetuona aseme kweli tumenoga. Kweli kabisa. Tena nawaambia siku hiyo. Yaani nitachana kijola kuanzia kwenye mguu mpaka huku. Yaani nakwambia siku hiyo ni mwendo wa kutingisha tu mtoto. Yaani mbona patawaka moto siku hiyo? Yaani patachimbika. Tena nasikia ule mtaa unajazaga mpaka wanaume kwenye mashughuli dada. Tena siku mbona watajionea vitu ambavyo hawajawahi kuviona. I say, yaani napata raha. Natamani wewe hata kesho. Mimi nitakapofanya utaniona dada. Kwanza moja, nitachana kijola kuanzia huku mpaka huku nepaji. Mwenye bwana wake, mwenye mume wake afungie ndani siku yenyewe. Kwanza nitabinuka. Ndio nitayanyang'amua. Kidogo. Sikilizeni niwaambie. Hamnishindi mimi. Nitachana huo msamba huo siku hiyo. Mambo moto mama. Kwenye anga zangu. Amniangushi babu. Jambo tunalo. Tunalo. Nadia. Vipi shemeji? Hajarudi? Maana maneno tuliyoongea hapa sio poa. Hata kama yupo. Kwani haya mambo yanamhusu nini? Mambo ya wanawake haya jamani. Anataka na yeye kijola. Mbona moto utaanga dada? Utaanga. Zumbe. Tamaa na vishawishi na visa na
na mikasa ya usaliti na utovu wa nidhamu bana.